Kwa hiyo uwe na sababu madhubuti zinazosema unadai talaka. Na sio sisi za fela kwamba tuandike karatasi tukupe wewe talaka. Sisi tunakupa muongozo. Kwanza lazima tumuite upande wa pili tujue sababu kubwa ni nini. Tukesha kujua kama hizi sababu kweli zina mantiki na zinapelekea mambo ya udhalilishaji, unadhalilika, upati zile haki zako za msingi kama mke. Kwa hiyo pale sisi tutakuandikia hati ya madai. Hati ya madai inaenda kusikilizwa wapi? Mahakamani. Ushafahamu Kwa hiyo ukitoka nayo hapa karatasi unaenda nayo mahakamani. Kule sasa unatakiwa wewe unayedai usio kama umepeleka karatasi tu ikawa ni basi. Unatakiwa ujikaze na ujue nini unataka. Kile kilichoandikiwa kwenye hati ya madai, kile ulichokisema hapa, mimi nataka talaka kwa sababu napigwa, sipewi huduma hata moja, mwanamume mlevi au hafai, hana uwezo mimi wa kunifikisha popote. Sababu zile ndio utakazozipeleka mahakamani, na mahakamani utafanya nini? Utapata huo msaada unao uhitaji. Lakini ikiwa tu huwezi kusema mbele ya mahakama kwa kuhofia unamuogopa mwanamume atakuja kunifanyia sivyo, pale ndio utakapoanza kuifanya nini? Kuivunja ile haki yako mwenyewe kwa mikono yako. Unatakiwa usimame imara kwa sababu umeshaamua maji ya ushavulia nguo uyaoge. Kwa hiyo unatakiwa usimame imara, na ukifika mahakamani sio tu kama ndo pana pale ndo utapigwa marungu au utafungwa kituoni. Pale mnatakiwa musikilizwe. Kila mtu ana haki ya kufanya nini? Ya kusikilizwa. Useme unachotaka na yule atasema analotaka. Kwa hiyo mwisho wa siku kadhi atafanya nini? Atatoa uamuzi. Kwa hiyo mukae na akili yenu kwamba mahakama sio kituo cha polisi. Mahakamani unasikilizwa kile unachokitaka. Kwa sababu watu wengi wanahofia, wana wasiwasi kwamba naenda mahakamani, unakuja kurudi chini, huendi kudai kile unachokitaka. Dai kile unachokitaka, wala usibadilishe. Sema yale yanayokukuta ili kusudi upate nini? Upate haki yako.